nawezaje kujua kama mimi nimetekwa? Nawezaje kujua kama mimi nimetekwa? Au wewe unawezaje kujua kama umetekwa? Nataka nikueleze mambo matatu ambayo yatakudhihirishia kwamba wewe umetekwa au la. Nataka nikueleze mambo matatu ambayo hayo mambo ukiyafuatilia kwa kina unaweza ukajua kweli, hapa mimi nimetekwa. Huyu sio mimi, hizi sio akili zangu, huyu sio uwezo wangu, mimi sikuwa mtu wa namna hii. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4, Wakorinto wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Hapa amesema wasioamini, lakini pia hata na wewe ambaye umeamini, kuna wakati shetani anaweza akapofusha fikra zako. Kuna wakati shetani anaweza akakuteka, akakamata akili zako, kwa sababu kuna mahali umepelea, kuna mahali umezembea, kuna mahali haujakidhi viwango, haujasimama kwa uaminifu. Ulimpa nafasi, ulimpa mwanya, naye akaingia akakamata akili zako. Sasa nitakueleza mambo matatu yanayoweza kukudhihirishia kwamba wewe umetekwa au unaelekea kwenye kutekwa. Jambo la kwanza, mtu wa Mungu akitekwa, thamani yake inapungua na nguvu zake kutoka kwa Mungu zinaondoka. Yaani wewe kama ni umetekwa, thamani yako inapungua. Thamani yako inapungua na nguvu za Mungu zilizokuwa ndani yako zinaondoka. Kwa nini thamani yako inapungua? Thamani yako inapungua kwa sababu unaanza kufanya vitu ambavyo sivyo. Unaanza kuishi maisha ambayo hayampendezi Mungu wala hata hayawapendezi wanadamu. Unafanya vitu ili mradi ambavyo havina maana, havina umuhimu, mpaka watu wakikuangalia na kushangaa, nasema hivi, huyu ndio yule kweli tuliokuwa tunamjua? Ndio huyu kweli yuko hivi, anaongea hivi, anavaa hivi, anafanya hivi, ndio huyu kweli? Thamani yako inapungua na nguvu za Mungu zinaondoka ndani yako. Kwa nini? Unafanya vitu ambavyo sivyo na sio sahihi kwa wewe ambaye umeokoka. Kwa hiyo ukiona vitu hivyo vinatokea, ukiona thamani yako imeshuka, ukiona thamani yako imepungua na nguvu za Mungu zimeondoka ndani yako, ujue rafiki yangu, umetekwa. Hauendi kwa akili zako, Mungu wa dunia hii ameshakamata akili zako. Lakini jambo la pili ambalo unaweza kujua kama umetekwa ni kwamba mtu wa Mungu akitekwa, amani aliyokuwa nayo inatoweka. Amani aliyokuwa nayo inatoweka. Unaanza kuwa mtu wa makasiriko, unaanza kuwa mtu wa kuwachukia wengine, unaanza kuona kwamba haya maisha hamna chochote kile. Yaani unaanza kuona ufanye vyovyote vile unavyojisikia. Mtu akifanikiwa, mtu akibarikiwa, mtu akiongezeka, unakasirika, unachukia. Yaani unaonea wivu watu, unaona wivu juu ya maendeleo ya wengine, unaona wivu juu ya vitu vingine. Yaani hauna amani ndani yako, unachukia, unakuwa mtu wa kuchukia ovyo. Yaani ukiona hali ya namna hiyo, ujue wewe tayari umeshatekwa. Hauendeshwi na akili zako, unaendeshwa na akili za yule mwovu shetani. Kuna roho nyingine iliyoko ndani yako inayokuendesha. Lakini jambo la tatu, hilo lilikuwa la pili. Jambo la tatu ili kujua kwamba wewe umetekwa ni kwamba mtu wa Mungu akitekwa anakuwa ni mwenye majuto mengi. Unakuwa ni mwenye majuto mengi na mwingi wa kusema mimi nilikuwa hivi, mimi ninaweza hivi, na unakuwa na shuhuda nyingi za zamani, kwa sababu sasa hivi hauna shuhuda zozote zile zinazoweza kuwafanya watu waone kweli wewe kuna kitu ambacho Mungu amefanya juu ya maisha yako. Unakuwa ni mtu wa kulalamika, mtu wa kujuta. Unasema mimi nilikuwa hivi, mimi nilifanya hivi, mimi nilikuwa mwimbaji sana, nilikuwa muombaji sana, mimi nilikuwa ninatenda, yani nikiomba watu wanaponywa, mimi nilikuwa ninahubiri sana. Kwa hiyo unakuwa na shuhuda za zamani. Unakuwa unasema mimi nilikuwa ninaweza hivi, unasema mimi nilikuwa hivi, lakini pia unakuwa mtu wa majuto. Unakuwa mtu wa kujuta, yani ningekuwa mimi nilivyokuwa pale, angalia yule anachokifanya, ningekuwa mimi, sikia anaimba flat, ningekuwa mimi pale, yani ningekuwa nikiimba watu wote mnasema Umeona? Kwa ukiona ni mtu wa namna hiyo, ujue kwamba tayari umetekwa. Sasa unatakiwa ufanye nini?
unatakiwa ufanye nini? Jambo la kwanza unalotakiwa kufanya ili utoke kwenye hiyo hali, kubali kama umetekwa. Kubali kwamba kweli mimi hapa, hizi sio akili zangu. Usiwe mtu wa kubishabisha. Mtu anakuja na kueleza, anakuambia rafiki yangu, mbona umebadilika? Mbona kama haukuwa hivi mwanzoni? Usianze kubishabisha na kuanza kusema unanihukumu, unajiona wewe mtakatifu, unajiona wewe ni msafi sana, unanihukumu. Hapana, kubali kweli, kwa kweli hapana, mimi mwenyewe sikuwa hivi. Kubali kama umetekwa. Kubali kama umetekwa. Na ukikubali usiishie tu kwenye kukubali. Ichukie hiyo hali ya kutekwa, ya kuendeshwa na shetani, ya kuendeshwa na adui mwovu. Usikubali hiyo hali. Ichukie, ikatae hiyo hali, ikasirikie, kataa hiyo hali. Sasa ukishaikataa, jambo lingine unalotakiwa kufanya, nenda mbele za Mungu kumuomba. Mwambie kweli, Baba, nimekosa. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe. Ninataka nitoke kwenye hii hali. Sitamani kuendelea kukaa kwenye hii hali. Nataka nitoke kwenye hii hali. Natamani nirudi kwenye nafasi niliyokuwa nayo mwanzoni. Na ukienda mbele za Mungu kwa unyenyekevu, kwa uaminifu, Biblia inasema, watu wangu wakija mbele zangu wakijinyenyekesha na kuomba, nami nitasikia kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Hakika Mungu ni mwaminifu, atakusamehe kabisa na kuiponya nchi yako. Nataka nikuombee wewe rafiki yangu ambaye umekuwa ukiteseka na kusumbuka kwa namna hiyo, umekuwa ukiendeshwa na adui shetani. Nataka nikuombee nguvu ya Mungu ishuke ndani yako, itakao kuwezesha kukutoa mahali hapo. Lakini kubali kwanza, lakini ufanye maamuzi ya kutoka kwenye hiyo hali. Sema, kuanzia leo sitaki hii hali. Nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako siku ya leo. Ninakuja mbele zako Bwana, ninaomba unisaidie nitoke katika hii hali ya kuendeshwa na kupelekeshwa na shetani, ambayo imesababisha thamani yangu kushuka, thamani yangu kupungua, amani na upendo kuondoka ndani yangu. Imenifanya kuwa mtu wa majuto. Baba, ninaikataa hii hali katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba uniponye, ninaomba uniokoe, ninaomba unitoe. Asante Yesu kwa kumefanya, asante kwa kumetenda. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu wewe ambaye umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba Bwana amefanya, Bwana ametenda. Kuanzia leo ongeza bidii ya kumuomba na kumsihi Mungu akutoe jumla kabisa kwenye hiyo hali, na uendelee kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, na utayaona matendo makuu na matokeo makuu yakitokea kwenye maisha yako. Ubarikiwe sana na uwe na wakati mwema. Amen.